Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Witness Goele, natokea Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana CMSA. Tunawapongeza waandaaji wa tamasha hili kwa ajili ya kukutanisha pamoja vijana kwa ajili ya kupata elimu ya fedha, kwa sababu ni muhimu. Nimepewa dakika 10 na nitajitahidi, kwa sababu tutakuwepo kwa hizi siku 3, tutakuwa tunaendelea kupeana elimu ya fedha kwa ujumla kwa hizi siku 3 ambazo tutakuwa pamoja. Lakini kwa kifupi tu, sisi tunasimamia masoko ya mitaji na dhamana Tanzania. Tuko chini ya Wizara ya Fedha, ni taasisi au mamlaka ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha, na tunasimamia uwekezaji katika soko la hisa la Dar es Salaam, uuzaji wa hisa, tunasimamia pia uuzaji wa vipande au uwekezaji wa pamoja, pamoja na hati fungani za serikali pamoja na za kampuni binafsi. Tunawakaribisha kuwekeza katika soko la mitaji kwa kununua hisa, kwa kununua hati fungani na pia kununua vipande vya uwekezaji wa pamoja kwa ajili tu ya kujiwekea akiba, lakini sio tu akiba ambayo inazaa au inazalisha. Kuliko ni kuweka fedha zikakaa bila kuongezeka thamani, ni vizuri ukaziwekeza. Hizo kidogo ambazo unaona ni kidogo inafaa kuwekeza. Na uwekezaji unaanzia hisa 10 na tuna hisa ambazo zinaanzia shilingi 300, 500, kwa hiyo kuanzia 3000. Sidhani kama kuna mtu hana 3000 ndani, yani anakosa 3000 mwezi mzima. Kweli. Kwa hiyo wote tunaweza kushiriki kwenye soko la fedha na tunaweza kushiriki kwenye soko la hisa. Karibuni sana mwekeze. Faida ziko nyingi, lakini kiufupi tuna faida kama 2 kwa haraka kwenye hisa. Ukiwekeza kwenye hisa kuna wakati bei inapanda na kushuka. Kwa hiyo tunasema mwekezaji makini ni yule ambaye anavizia bei zikishuka ananunua, na wakati bei zimepanda anauza. Hapo unapata faida. Unaweza kuwa umenunua hisa shilingi 500, alafu ukakaa ukatulia, bei ikapanda ikafika shilingi 800 ukaiuza. Kwa hiyo ile shilingi 300 ni faida kwako. Lakini faida ya pili, kuna gawio ambalo mwisho wa mwaka kampuni ambayo umewekeza fedha zako, umenunua hisa, zinafanya biashara mwaka mzima. Kwa hiyo baada ya kumaliza mwaka wakaandaa vitabu, wakamaliza, wakaona kuna faida imepatikana na wakaamua kuwagawa na hisa kama sehemu ya faida, na wewe utanufaika kupata ile faida kama gawio kulingana na uwekezaji ulioufanya. Hiyo ni hisa. Lakini kwenye hati fungani, kuna hati fungani za aina tofauti. Kuna ambazo zinatoa riba kila baada ya miezi 3, za serikali zinatoa riba kila baada ya miezi 6, na kiwango cha chini cha uwekezaji kwenye hati fungani za kampuni binafsi ni shilingi 500,000. Lakini kiwango cha chini cha uwekezaji katika hati fungani za serikali ni milioni 1. Aina ya 3 ya uwekezaji ambao tunausimamia ni uwekezaji wa pamoja. Kuna mtu anafahamu kuhusu UTT ndani? UTT au hata umeshawahi kusikia kuhusu UTT? Hakuna hata mmoja. UTT sawa. UTT ni uwekezaji wa pamoja. Tofauti yake ni kwamba UTT badala ya wewe kununua hisa moja kwa moja kama wewe au kanunua hati fungani moja kwa moja, wao wanakusanya fedha kutoka kwa umma. Mimi natoa 5,000, dada anatoa 10,000, kaka anatoa 5,000, zinachanganywa kwa pamoja, wao wanaenda kuwekeza kwa niaba yetu. Kuna mtu anaitwa fund manager au manager wa mfuko, ndio huyo UTT. Sasa kazi yake yeye ni kusimamia huo mfuko. Kwa hiyo fedha zetu zote zile zinawekezwa kwa pamoja, na faida inayopatikana inagawiwa kwa kulingana na uwekezaji wako. Kwa hiyo kiufupi, sisi ndo tunadili na hizo bidhaa 3. Tutaendelea kuelimishana na kupeana elimu kwa hizi siku 3. Asante.